the ground. The Ururu Aari okungwira ntuku kurona Ntaano cia mwana mwari kiathukira kiukari ntere cia mwezi tatu AMWE Central kia makuma kirithirikana nene kinyira obisine cia gavana MERU Kawira Mwangaza na County Commissioner MERU Kurwa kenda wika mitaratara ya kurona Ntaano cia mwana mwari maturene. Wanafunzi, nataka niwaone mkisherekea wamama na we gather here in Meru County, one of the regions still grappling with the harmful practice of FGM. The statistics from the Kenya Demographic and Health Survey 2022 shows that while national prevalence has declined to 14.8%, Meru County still stands at 18.8%, above the national average. These numbers are not just statistics, they represent lives affected, dreams curtailed, and futures compromised. FGM is a violation of human rights and an infringement on the dignity, health, and well-being of girls and women. The emerging trends such as medicalization, secret cross-border cutting, and reduction in the age of cutting demand urgent action. Ending FGM is not just a government mandate, it is a societal responsibility. Leo tunatoa wito kwa viongozi wa dini, wa mila, wazazi, walimu na vijana. Tushikiliane pamoja, tuhakikishe kwamba kizazi kijacho kitakuwa bila hofu ya kukeketwa. Kwa pamoja tunaweza sema hatutaki ukeketaji, and we can succeed in this. Nina furaha sana wazee wa Njuri wamekuwa hapa na wakaimba na wakasema waliharamisha mwaka wa 50 na kitu, na leo wamelaani. Ikiwa sisi sote tutajua ya kwamba ada ya mja hunena na muungwana ni vitendo, na kila mtu aingie katika vitendo, mchana anayazungumza ayatekeleze na usiku. Tusigeuke wa kusema hivi leo Bwana asifiwe mchana alafu usiku tutauliza mbona asifiwe. Basi nina hakika kwamba tutaweza kufua dafu katika vita hivi. Meru County has put in place various interventions to eradicate FGM, such as awareness campaigns, legal enforcement, collaboration with Njorin Cheke Council of Elders, local NGOs, community leaders, and government agencies, trauma counseling and critical management of the affected to restore dignity. Despite these interventions, we still encounter challenges in this journey. The challenges are: the practice is often carried out secretly during school holidays, particularly in December, to avoid detention.